Mambo vipi? Hii ni Poa Podcast, sehemu ambao tunauzungumza utalii kwa ndani kabisa. Unajua mimi ni Ton Tiger na leo tuko na mtu muhimu kabisa katika sekta ya utalii, Bwana Samuel Nsiuka ambaye ni mkuu wa kitengo cha habari na uhusiano wa umma. Nafikiri nimepatia vizuri kabisa. Yes, uko sahihi kabisa bwana. Heshima yako kwanza. Salama kabisa Ton Tiger. Mambo vipi? Safi kabisa. Yes. Umependeza na Tanzania Unforgettable. Yes, Tanzania. Unajua bodi ya utalii Tanzania ndio tunasimamia hii brand ya Tanzania Unforgettable. Kabisa. Yes. Tuanzie hapa kwenye TTB. Mimi naweza nikawa nafahamu TTB ni nini na wanajihusisha na nini, lakini naamini kuna mtu mmoja ametulia tu sehemu haelewi kabisa TTB ni nini, inajihusisha na nini. Kwa maelezo mafupi, hivi TTB ni nini na inajihusisha na nini pia? TTB ni taasisi ya umma. Taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Na taasisi hii imekasimiwa jukumu kubwa la kuhakikisha inatangaza vivutio vya utalii vilivyopo ndani ya nchi katika mataifa ya nje, lakini pia kutangaza utalii ndani ya nchi pamoja na nje ya nchi. Okay. Yes. Na tumekuwa tuna changamoto, mimi nilipokuwa nakuwa yes. Na sijui kwa wengine, lakini nilipokuwa nakuwa na huu mtazamo upo kwa wengi sana kwamba vivutio bana ni mbuga za wanyama. Huu mtazamo kwanza wewe ushausikia? Yes, nishausikia. Tunafanyaje sasa kuondoa? Kwa sababu mimi mpaka nimekuwa hivi ndio nakuja kugundua kumbe hata sehemu za kihistoria pia ni vivutio. Yes. Sehemu zingine ni vivutio. Tunafanyaje kuiondoa hii mindset kwa watu? Ni kweli Ton Tiger, kinachotokea kuna maeneo ambayo yamehifadhiwa ambayo mengi yamekuwa na wanyama. Na imekuwa maarufu sana kwamba watalii wengi wamekuwa wakitembelea hayo maeneo. Lakini ukitazama nchi nyingi zenye utalii mkubwa hazina wanyama. Kwa hiyo imekuwa ni fursa pia sisi kama Tanzania kujua kwamba kumbe tunapaswa kutangaza vitu zaidi ya wanyama. Wanyama yes tunao, lakini kuna siku wanyama wanaweza katoweka. Kwa kuna maeneo kuna utalii wa aina nyingi. Kuna utalii wa jiolojia kutokana na maumbo ya dunia, kutokea kwa dunia, mabonde, minuko, unaona? Lakini kuna utalii pia wa maji, beach, watu kwenda kuenjoy kwenye beach, hakuna wanyama pale. Si ndivyo? Yes, lakini kuna utalii pia wa kuogelea na samaki kama popote kule Mafia. Kuna utalii wa historia. Kwa kuna utalii wa namna nyingi. Nakumbuka kwetu kule Tabora kuna sehemu ya Mtemi Fundikira. Pembeni kidogo kuna kama kimuinuko hivi. Unajua ukifika pale kuna sehemu ukigonga kwenye mawe, ukigonga na mawe ni kama unagonga ngoma. Okay. Kuna sehemu mtu alikaa, alama za makalio zinaonekana. Ni sehemu fulani ya utalii kabisa, lakini kuna namna unaona kama sio kipaumbele kwa sababu kama imeachanishwa hivi. Sasa tunatumia jitihada gani kwenye kupush pia hivi vitu vingine viende juu kama mbuga za wanyama na vitu vingine? Okay. Ndio maana kama ulivyoeleza awali kwamba tutumie jitihada gani. Unajua lazima watu wajue thamani ya kutangaza na kuthamini vitu vya asili ulivyo navyo. Kwa hiyo kama bodi ya utalii pia moja ya vitu ambavyo tunavyo sasa hivi ni kwamba tuna mikakati ya kuibua haya mazao ya utalii ambayo ni mengi. Umeona? Lakini bali na kuibua tunataka tuyapackage na kuyatangaza ndani na nje ya nchi. Na tukitangaza nje ya nchi tunatangaza kwa lugha yao. Kwa hiyo tumekuwa na kitengo maalum kiko bodi ya utalii ambacho kazi yake ni kufanya documentaries kupita katika maeneo kuibua hivi vitu ambavyo ni vivutio. Kuvitangaza ili viweze kutembelewa na watalii. Hiyo itakuwa nzuri sana. Na tunaona namna ambavyo ukiuliza pia mtu mwingine anakuambia kwamba watalii bana ni watu kutokea nje. Ngozi nyeupe ndio watalii wenyewe. Sisi watu weusi sio mambo yetu kabisa. Ukiniuliza mimi nitakwambia sehemu ambazo nimeenda kutalii ni chache kweli yani. Na hii ni baada ya kutoka nilipokuwa na kwenda sehemu nyingine kujichanganya. Ni kwamba tuna promote zaidi watalii wa nje waje huku ndani au wao ndio utamaduni wao kuja? Hapo tunapasahau nyumbani au imekaaje? Kinachotokea kwamba mwamko. Lakini ni kwa kishiri imebadilika sana sasa hivi. Yaani mwamko awali wa Tanzania hawakuwa na mwamko wa kutembelea vivutio. Na hili limekuwa ni funzo kipindi cha COVID-19 ambapo wageni kutoka nje walikuwa hawaji na utalii kumedorora. Kwa njia pekee ambayo tulijifunza ni kwamba tunatakiwa tutangazie utalii wa wetu wa ndani uweze kufanya utalii zaidi kulinganisha na hao wageni wanaokuja kutoka nje. Hivi ninavyoongea na wewe bwana Ton Tiger kwamba watalii wa ndani wameweza kuvunja rekodi. Yaani mpaka sasa hivi tumefikisha idadi ya watalii wa ndani
milioni 3.2, wakati watalii wa nje ni milioni 2.1. Kuna namna tumeamka sasa tunatembea vivutio vyetu. Kwa hiyo unakuta katika yale malengo ya serikali na malengo ya kwenye ilani ya chama ya kufikisha watalii milioni 5, tumeshavuka sasa hivi, tuna watalii milioni 5.3. Hiyo ni hatua kubwa, na mapato ambayo yamepatikana kutokana na utalii tumevuka takriban bilioni 4 dola za Kimarekani. Lakini katika ile ilani ya chama tumetakiwa tufike mapato ya bilioni 6 ifikapo 2025. Kwa safari tunakwenda vizuri na watalii wa ndani wamechangiza sana kuhakikisha tunafikia idadi. Yes. Baadhi yao lakini wanasema kwamba gharama za utalii ni kubwa. Yaani kuliko kwenda huko bwana tu ninunue nyama nyumbani nile. Kuna namna gharama ni kubwa sana kiasi hicho, au sio utamaduni? Kwa sababu pia ukiangalia ni kwamba tuna afford kwenda na kurudi, labda tunaenda Mikumi narudi, lakini tukisema twende trip ya siku 3-4 ni pazito. Utaratibu gani ambao unafanyika kushusha hizo gharama kidogo, mtu akisema kwamba nataka niende nikatalii wiki sasa Serengeti? Ton Tiger ni kutoa hofu kwamba utalii hasa watalii wa ndani ni bei rahisi sana kulinganisha na watalii wa nje. Okay. Yani Watanzania wamepata fursa ya kutalii kwa bei nafuu sana. Lakini kuna hiyo perspective hiyo kwamba wanahisi utalii ni gharama, lakini kutoa hofu kwamba unavyotaka kutalii, mfano umetoka Dar es Salaam kwenda nazungumzia kutoka Dar es Salaam au sehemu nyingine yoyote, labda unakwenda kaskazini kutalii vivutio ambavyo viko kaskazini mwa Tanzania, Ngorongoro, Serengeti. Kwanza utasafiri kutoka Dar es Salaam ulipo mpaka ufike mji unaitwa Karatu. Na ukifika pale utalala hoteli za bei ya kawaida kabisa. Ziko hoteli mpaka za shilingi 20,000, 25, 30, chipa kabisa. Si unanielewa? Ndio. Baada ya kutoka pale utahitaji kukodi gari, kwa sababu magari yanayoingia ndani ya hifadhi lazima yawe 4-wheel drive. Kuna magari pale Karatu specifically kwa ajili ya kubeba watalii. Kuna hizo kuuza zinabeba watalii mpaka 7. Ni vizuri kwenda kwa makundi. Nashauri watu waweze kwenda kwa makundi, kwa sababu ukienda peke yako ndio unaona gharama, lakini ukienda kwa makundi mnachangishana kufikia ile lengo ya zile magari. Kuna kuta gari labda shilingi 300 au 350. Na ukitoka pale ukiingia ndani ya hifadhi, kiingilio cha mtu mmoja shilingi 11,800. Very cheap. Umeona? Na ukiingia ndani ya hifadhi sasa unaweza kaamua. Maisha ndani ya hifadhi, kuna watu wanasema kulala ndani ya hifadhi ni gharama sana. Lakini ziko public campsites zimejengwa na serikali. Hizi public campsites zinakuruhusu wewe kufika pale kuweka hema lako. Na kuna watu wako pale wanakodisha hema shilingi 10,000 tu. Okay. Na kulipia hiyo public campsite kulala kwa usiku mmoja ni shilingi 35. Sawa tu na gharama ya kulala lodge ya kawaida. Kweli kabisa. Ni kitu ambacho ni watu kufungua mioyo na kuamua kwamba utalii ni kitu ambacho kinaweza kubadilisha maisha yao, kinaweza kufanya kwa relax, kikaunganisha familia. Kwa ni kitu ambacho ni muhimu sana kufanya. Kama mtu hajafanya, na mshauri aanze kutalii sasa. Sawa, wewe una uzoefu kabisa na masuala ya utalii. Naam. Kuna mimi ambaye sijawahi kabisa kwenda kutalii sehemu yoyote. Kutokana na uzoefu wako, hebu niambie natakiwa nijiandae vipi au nizingatie vitu gani kama nitataka kwenda kutalii? Okay, cha kwanza kabisa vitu vya msingi viko vingi. Lakini cha kwanza ni pesa. Lazima ujizatiti kwenye uzuri wa hivi vivutio vyetu vingi. Vinaanzia kwenye miji kuingia ndani ya hifadhi. Kwa hiyo kuna utapita utakutana na mabenki na kitu kama hicho, lakini kujua pia hali ya hewa ya unakokwenda. Kuna sehemu zingine zina baridi. Kunatakiwa pia ujue namna gani ambavyo utajikava. Zina taratibu za kuweza kuingia kwenye hiyo hifadhi husika. Kwa kuna vitu ambavyo unapaswa kufanya na usivyopaswa kufanya kwenye hiyo hifadhi. Yes, nadhani vitu vya msingi vya kuzingatia. Hiyo nimefika sehemu moja naambiwa kwamba ukiwa kwenye gari na umeona tembo hutaki kupiga kelele kabisa. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo hutaki kufanya ukiwa ndani ya hifadhi. Ni kweli kabisa, hutaki kupiga kelele kwa sababu mnyama tembo anasikia sana. Unaona, kwa hiyo ukimpigia kelele unamfanya aweze kuchaji, tunaita kuchaji, yani aweze kureact, kwa anaweza kaja mpaka kwenye gari akazidi kuwapa hofu zaidi. Kwa ni vizuri kukaa kimya, hutaki kumpigia mnyama kelele. Okay. Yes. Inaonekana utalii una faida sana kwa mtu mmoja mmoja na kwa taifa kwa ujumla pia. Kwa mtu mmoja mmoja sasa, hivi unafikiri anafaidika na nini anapofanya na utalii?
Utalii bwana, kama tulivyoeleza, kwanza unaongoza kwenye kukiingiza pato la taifa. Na tunajua nchi kishafanikiwa, inapofanya maendeleo yanamnufaisha mtu mmoja mmoja. Lakini mbali na hivyo, hawa watalii wakija, licha ya kwamba wanalipia viingilio kwenye hizi hifadhi, lakini pia wanapata huduma. Yani mtu pekee ambaye Tanzania utalii unaendeshwa na watu. Ndiyo. Haya makampuni binafsi ndio yanaendesha utalii. Manake wageni wakija wanalipa kwa watu wa binafsi, wanachukua magari yao, wanalala kwenye hoteli za kwao, wanakula kwa wale kina mantilie, unaona? Kwa hawa watalii wakija, hawawi watalii wa serikali, wanakuwa watalii wetu wananchi wote. Kwa namna ambavyo sisi tumejiposition kuhudumia watalii, ndivyo ambavyo tunafaidika mmoja mmoja. Kwa utalii umekuwa ukienda kwa mtu mmoja mmoja, kwa sababu mtu anakuja na pesa zake, anakuja kuspend. Akispendi manake ataingia bar, atakunywa, ataingia kwenye chakula, atakula. Unaona, ataenda sehemu, atatoa charity, ataenda kwenye conservation activities, atafanya na wananchi moja kwa moja. Kwa namna pekee ambayo mwananchi mmoja mmoja ananufaika kupitia utalii. Jambo nzuri sana. Na kumekuwa kuna kitu ambacho kinaonekana ni kuwa adui sasa, utunzaji sasa hizo hifadhi na vitu vya namna hiyo. Tunapambanaje? Kwa sababu tunaona kila siku idadi ya wanyama baadhi inapungua, lakini miti inakatwa. Umeona, nyinyi kama bodi ya utalii mnahamasishaje pia kuweza kutunza na kuboresha mazingira ya uhifadhi katika hifadhi za utalii? Asante bwana Ton Tiger. Hili swala ni swala mtambuka. Unapozungumzia utalii, unaendana na uhifadhi. Unapaswa kuhifadhi ili mtu aweze kuja kuona kile ambacho kimehifadhiwa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, sisi tumekuwa tukitangaza na kuhamasisha watu wawe na utalii endelevu. Utalii endelevu ni utalii ambao unazingatia sana uhifadhi. Kwa hata matangazo yetu tunayotangaza kuhusiana na vivutio, tunasisitiza zaidi uhifadhi. Ukitazama kama Kisio cha Mafia kimehifadhiwa, kana kwamba watalii wakienda wanafurahia ule uhifadhi. Kwa hata sisi pia tumekuwa tukitangaza kwamba ni sehemu pekee ambayo unaweza kufanya ecotourism. Kusema ecotourism ni sehemu ambayo unaweza kufanya utalii wa kiikolojia. Unakwenda unafanya shughuli za kupanda miti. Umeona? Kwa vitu vyote tunatangaza kwamba uishi tu uje kuona, unaweza kufanya shughuli ambazo zitaendelea kuhimiza uhifadhi. Kabla ya utalii pia tumekuwa tukishiriki kwenye kampeni za Twenzetu Kileleni kila mwezi wa 12. Hizi kampeni ukienda, moja ya shughuli ambayo tunaifanya kule ni kupanda miti kwenye mlima Kilimanjaro. Umeona? Kwa ni vitu ambavyo licha kwamba tunatangaza utalii, lakini uhifadhi pia ni sehemu ya jitihada zetu kuhakikisha vinavyohifadhiwa vinakuja kutazamwa kama utalii. Sasa na imekaa vizuri. Tunaona tunahifadhi, tunahamasisha kuhifadhi. Umeona, lakini pia namna ambavyo utalii umekuwa unachangia pato kubwa kwa taifa. Nyinyi sasa mna utangazaji utalii kwa watu wa ndani ya nchi. Kwa nje tutazungumza, lakini kwa ndani sasa mna utangazaji ili kuhamasisha watu waende wakatalii. Ton Tiger kama nilivyoeleza awali, moja ya mikakati ambayo tunafanya kama bodi ya utalii ni kuibua mazao ya utalii. Tukishaibua ni kuyapackage na kuyatangaza. Kwa tuna run campaign. Kuna campaign ambazo tunaziendesha kupitia sikukuu za mwisho wa mwaka au sikukuu zingine ambazo ziko katikati. Lakini kuna matamasha pia. Tumekuwa tukifanya matamasha na kuhudhuria matamasha mbalimbali. Kwenda kutangaza vivutio vinavyopatikana Tanzania. Lakini mbali na hivyo, Tanzania, bodi ya utalii Tanzania, tuna onyesho linaitwa SITE, Swahili International Tourism Expo. Hii ndio onyesho kubwa ambalo linakutanisha wadau wa utalii kuja kwa pamoja na kuona mambo ya utalii yanakwendaje. Kwa ni pale ambako inakuwa rahisi sasa kwa wananchi na wadau kuwa pamoja, kujua anaweza kaenda wapi akaenjoy nini. Kwa ni moja ya mikakati ambayo tunafanya kama bodi ya utalii, lakini tunatumia zaidi mitandao ya kijamii.